Nikateremka, nikaamsha msichana, nikamwambia auntie, usilale, ukae hapa, saa hizo ni saa 8:10. Ukae hapa kwa kiti, ndio mama akiitana kuamke umpatie maji, nitakuja asubuhi 6. Mamangu alikuwa amelala kabisa, nikamwamsha na mimi nilikuwa na drive. Nikamwambia ingia kwa gari tuende, nataka ufungue hiyo mlango pole pole, ingie kwa gari tuende home. Na tukatoka na msichana akafunga mlango na tukaelekea nyumbani. Nikaenda nikazima simu, nikalala. So ni kama tu wakati nilala Betty alianza bleeding, na kama alikuwa na bleed kwa kichwa ndani na alikuwa na bleeding kabisa. So wakati aliamka kwa kitanda ni kama alisikia oxygen imeisha. Akatoka kwa kitanda, akaamka, bleeding ikaanza kuanguka na yeye mpaka kwa stairs. Akateremka kwa stairs akiwa na bleed, akafungua mlango, msichana wake akamuona juu nilikuwa nimeambia msichana asilale. Akamuuliza, mama umeenda wapi? Na ni kama already akiwa amelala alikuwa amebleed sana kabla ajisikie mpaka oxygen ilikuwa imeisha. So msichana alikuta anatafuta funguo za gari na amefungua gari na akaanza kupiga honi. Betty was a fighter. Angekufa akiwa amenyamaza. Akapiga honi estate mzima na msichana neighbor sasa na security wakakuja. Huyo neighbor wake akamchukua akampeleka AAR. Mimi 6 nikaamshwa na msichana juu napatianga msichana wangu simu. Kaniambia juu wakati sasa Betty alifikishwa AAR hangechukuliwa kwa sababu hana pesa ya kuingia huko. Na Tash akabana yake akapigia Jane Mthoni, akampigia akamwambia Betty amepelekwa hospitali na neighbor na sishiki shiro. So naye Jane Mthoni akakimbia kwa hospitali AAR, akakaa hapo, akajaribu kunipigia. Msichana wangu akachukua simu, nikaamshwa, nikamwambia wacha nilipe hospitali. Nakumbuka nilipa 260,000 kwa sababu hao marafiki walikuwa wametoa kitu 1,300,000 wakiwa watu 30. Kama Kigoma alikuwa anatupatia 50k, then 20k. Betty alikuwa ameniambia, "Wewe usiache tu. Nimepigana vita ya kutosha kwa social media. Nimetusiwa ya kutosha. Kama tu unaweza ruhusu tu nisiingie social media. Kama tu hata watu wanajua wakikuja kwa room ya Betty nilikuwa hivi. Karibu ni fight na mtu usimpige picha. Usijaribu kumpiga picha." Kwa sababu alikuwa anataka ajiheshimu mpaka wakati wake wa mwisho. Na alikuwa ananiambia usiwache mtu asinipige picha in this situation. Na wakati tulilipa 260, nikafika hapo 6 nikakuta wamechukuliwa, wameingia. Na hapo ndipo niliona Betty yuko sawa kwa sababu alikuwa anarudia kitu moja. I want blood. Nataka damu. A positive. Hivyo ndivyo alikuwa anarudia. Nikaona huyu Betty si mwenye ndiacha usiku. Na ni mgonjwa sana. So tukaharakisha AAR, tukalipa, tukaita Kegomo, tukaita Ben, tukaita Lois, tukaita watu wetu wote wenye tunakuanga na wao kwa hiyo group, wenye tulikuwa nao kwa hiyo group, wakakuja wote. Walikuja kitu watu 15 na tukaita familia. Wakati tuliita familia kitu saa 4 ya mchana, Betty akagongwa na stroke. Nikamgonga hii side. Na wakati nilienda kumguza hivi, nikakuta mdomo nageuka iko hapa. Nikaambia je, Mthoni ni nini na happen na Betty? Mbona amepigwa na stroke? Tukaambiwa ana bleed kichwa. Sasa hapo ndio tulijua ugonjwa wake already imekuwa serious. Ana bleed ndani ya kichwa na akona clot na mambo imekuwa mabaya. Sasa hapo ndio tulisema aingie ICU na akaingia ICU. Tulikaa hapo the whole day. Tutoka hapo saa 3 ya usiku, mnajua hivyo. Tukamkaisha, tukaambiwa tuwezi ingia ICU, tukakaa hapo nje, tukalia hapo nje. Siku nyingine tukakuja asubuhi, tukakuta bado Betty si nzuri. Na tukaambiwa hiyo sasa ilikuwa inaitwa acute myeloid leukemia. Tukaambiwa ilikuwa imejificha kwa mwili. Na ndio maana hata Betty alikuja kwa chama. Alikuwa anasema mnakumbuka, wacha ni secretary, alikuwa secretary wetu, lakini angesema wacha nilale kidogo alafu mtaniamsha. Tunamuuliza ati hei dakika 2 nyambe ngome
So wakati niligoogle about myeloid, asijui acute myeloid leukemia, that monster, niliona inakupatianga fatigue na inafanyanga uwe na kichwa. So wakati wa mwisho tulikuwa chama kwa Wakafura, Betty aliniambia nimekuja na gari but sitaweza kudrive, ni bebe. Na nikimbeba akarara kwa kiti ya nyuma. Na ananiambia yes, kwa sababu already sasa hayuko vile alikuwa anafaa kukua. Kama tungemwambia andike akiwa secretary, anaandika turaini tuwili, analala. Kwa hivyo ni kusema hiyo ugonjwa wa Betty imejificha kwa mwili kama miaka 3. Kuna wakati sasa, maybe wakati tunafikiria ni wakati wetu wa mama, wakati wa periods zinakuja, zinapita ile wakati inafaa kupita. So ile kitu nimejifunza na hii kifo ya Betty, naweza ambia kila mama na wanaume, tukubali kusikiliwa, tukubali kuangaliwa. Utimudo jaba hemrimo aikoro muri muso no awija wairimo. Utimudo jaba hemrimo wairimo ari strong. Mwana uso ni mwenye roite baranyike. Mnajua zile vita ameshinda, hata wengine wetu tungepigwa hivi tungekufa. Lakini Betty alisimama. Na Betty alikuwa strong. Hata wakati wake wa mwisho, wakati kwa sababu hiyo siku alipoteza speech. Wakati niliona speech imeenda, haongei na mimi, nikimguza haongei. Nikimuongelesha akiwa ICU anisikii. Nikaambia kina Bengedhai na kina Kigongo hapa na Lois, nikamwambia tuite watoto wa Betty kwa sababu tunataka kumpiga transfer aende Kenyatta. Tumeambiwa Kenyatta ndio wanaweza treat. Wakuje ndio sasa aende chemotherapy. Juu tulikuwa tumesema sasa aanze chemo. Nikamwambia tuite watoto wa Betty waone mama yao, kwa sababu waliacha mama mwenye anaongea na waliona damu kwa stairs. Na walikuwa wanauliza mama yetu yuko wapi? Where is my mother? Walikuwa wanafikiria mama yao alichinjwa ama something happened. Nikamwambia tuwaite watoto wakuje hapa waone mama yao tukimhamisha. Tukagoja hapo mpaka 6. Nakumbuka wakati huo tuliacha bili, tulikuwa tumeacha bili ikiwa 600. But kugojea masaa mawili tupate kitanda kwa Kenyatta, bili ikapanda to 800. Na hatukuwa na pesa. Kigongo alikuwa anapigia mpaka watu hawajui Betty, marafiki wake wenye wanajua kuweka mambo wakiwa wamenyamazia. Na ni vizuri kama uko na rafiki ama kama wewe ni rafiki ya mtu, please usitengeneze content na mama ya mtu ama na rafiki yako. Pesa ya YouTube inaisha, pesa ya Facebook itaisha, lakini ile heshima utaheshimisha mama ya mtu, kwa sababu hiyo ni mama ya mtu, itadumu. Wakati huo tulichanga 300,000, tukapigia mpaka Moses pia akiwa Dubai, nikamwambia tusaidie. Nikapigia sister ya Betty ako US, alitusupport sana, akatuma 50,000. Sisi tukaongezea pesa yetu tulikuwa tumetoa. Na kwa sababu tulikuwa tumeambia madaktari hatutaki akae hapo. Nakumbuka Jemgo alikuwa anaenda hapo anagonga meza. Hatutaki akae hapo for 1 month. Vile tuliambiwa pesa, tukarudi nyuma tukaambiana, Garuya akatuambia sisi tumeaibika. Vile tulikuwa tunagonga meza tukisema hatutaki akae 1 hour, lakini tumekosa pesa. Nikamwambia tutazipata. Tukazipata, tukalipa bili, watoto wa Betty wakakuja. Na nakumbuka wakati Sky aliona mamake, kwa sababu Betty alikuwa amefungua macho. Na alikuwa anafanya hivi kwa sababu anashangaa ni nini kishingo yake imefanya, but ajui amegongwa na stroke ya side moja. Wakati alitolewa na kitanda kitu 7 very evening, akatolewa hapo, akaangalia watoto wake ni kama alituangalia sisi wote. Naangalia Jemboni, anaangalia mimi akiwa kwa kitanda, anaangalia kila mtu. Alafu akaangalia watoto wake akawajua. Machozi yake ikaanza kutiririka. Akalia. Sky akasema anataka aingie hiyo ambulance na yeye amwambie kitu. Sky akamwambia, "Mom, I know you are a fighter. You are going to fight this cancer. Utatoka hapa mama." Akapiga magoti kwa ambulance. Mbia Mungu usiache mama yangu akufe.
Lakini wakati tulifika Kenyatta, alikaa tu siku 2 na angetritiwa. Already kansa ilikuwa imemkula, akiwekwa damu inakunywa. It was too late. But vile naweza waambia kama rafiki ya Betty, hatujaruzi. Na ile kitu tunaweza fanya ni kusimama na watoto wake. Kama vile Sir James naweza simama na wamboi wangu nikiwa nimeenda. Tusimame na watoto wake. Na tusiache ile pesa Betty ametafuta. Chue watoto wake. Wacha Sky siku moja asituulize mamake alikuwa slave na huyo mtoto hana kitu. Wenye wanatengeneza content watengeneze tu na jina lake. Lakini sisi tutasimama na watoto. Tutasimama na Sky. Tutasimama na Dani. Na watasoma. Kwa sababu hakuna mtu hawezi enda. Naweza enda kesho. Baboi wangu naweza jua kuna watu, kuna marafiki. Na kuna wazazi wengine. Saa hivi sisi wazazi wa Sky na Dani na watasoma. God bless you. Maisha yake. Pizza. Mimi tumekula pizza. Benigeza tumekula pizza. Yes. The first pizza. Yes. Betty Bayo alikuwa kwa maisha yake. Mimi nilimnunulia. The first burger nilimnunulia. Yes. Kwa sababu tulikuwa tumepatana, yeye akiwa inatoka aje Kirinyaga Road. Sisi ndio uptown tunamchanua. Sisi ndio kwa tunachanua Betty Bayo. So asante Misha. So yani unaifanya inakuwa funny, but I'm here to say something. I am here to celebrate the life of Betty Bayo. Kwamba tulishikilia yeye akitoka Kirinyaga Road akiingia uptown, na sisi tulikuwa na yeye. But after hiyo Betty Bayo aliolewa, alipata watoto, alisucceed, she became a millionaire, a successful lady. So mimi nilikuwa naongelea tu pale nyuma huko chini, but she became very successful after that. We thank God for what God did in her life, and we celebrate that success. God bless you. Asante. Thank you. Tupige makofi. Thank you. Mheshimiwa Kiongo, tafadhali dakika moja tu. Only 1 minute. Nashukuru wanakamati kwa sababu ya kazi ambayo wamefanya siku ya leo na siku jana, siku zingine wametuonesha kwa mwongozo wa chairman na our coordinator, treasurer, secretary na viongozi. I came to think of myself that one day kuna siku itafika Mungu atende tu ile ataona kunafaa. Ni kwa maana yeye akitenda hakuna mtu akumuuliza swali. Wengi wetu wale wote ambao wamesimama hapa wakiongea, kama Mungu tu angetuita kwa mkutano atuulize kama ashukue Betty, sisi wote tungesema hapana, it is not yet the time. Lakini yale Mungu hufanya, yeye hufanya kwa wakati wake ukifika, at right time. Kile sisi tumebaki ni kujiuliza kesho yako utakuwa wapi. Wengi wameongea mambo ya afya, enda uangaliwe, tulikuwa tunaongea leo. Ukapimwe kwa kipimo ya mwili, ujijue na ujielewe. Maana kama Betty angejua mapema, lakini hatutasema kwamba hiyo ndio imefanya akufe, lakini maybe kuna kitu ambayo ingefanywa. Nimesoma tu kitabu nikaona even in the Bible maono majiete ni mamashakaya. Sababu nimesoma tu in the book of 2 Kings chapter 4. Allow me just to read one verse, then I pray. 2 Kings chapter 4 verse 26 and verse 27. Wakati Elisha wakiwa na Gehazi, yule mtumishi ambaye alikuwa anatumika kwake, alodheri hado iguru wake na mtu ya Mushileni akimkimbilia
na mbona kuria kianda muno akiundiria kĩo na mũtumia ũcio ti ũrĩa ndĩmũmenyerete tondũ gwĩ hĩndĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũcenjagia. Kwĩna hĩndĩ ya gũkena tũcemanagia tũkenete, he hĩndĩ ya kũrĩanagĩra tũrĩanagĩra, na kwĩ hĩndĩ tũkoragwo kĩgoco-inĩ tũkĩina na tũkĩgoca mũno. Gĩthomo gĩkĩ kĩmbete tũcokanĩrĩirie haha ndũkwĩrĩte maica ma mbere atĩ nĩ ndamenya mũndũ mũkũniaragia kũrĩ mũndũ wĩ muoyo. Mũndũ wĩ muoyo nĩ atindĩkagwo agakira, ona mũndũ wĩ muoyo nĩ arwaraga no akaga kũgia andũ, no rĩrĩa akanĩrĩrwo gũtuĩke nĩ akua na nĩ akoma agacokanĩrĩria arĩa maroĩ nĩ mũrwaru, arĩa mataroĩ, arĩa marĩ hakuhĩ nake, arĩa manamwenda na matirakoretwo makuhanĩrĩirie nake, ona arĩa nao angĩmendaga gũka kuona ũru thĩinĩ wa wega kana wega thĩinĩ wa ũru. Na hiyo ndio imefanyika. Wale ambao walikuwa Kenyatta jana, Kenyatta Hospital, tuliona kila aina ya watu. Arĩa mayakorete na maithori makĩeha, na wengine ambao walikuwa huko wamekuja kufanya biashara yao, walikuwa tu hapo tukiwa pamoja. Umoja na mwetu kila rũcinĩ barabara ciothe cia igũra kũrĩa Ribaro, na ndamũthĩrĩria ndona no gĩkũkĩraria tondũ gĩgũkiraga kaingĩ mwĩrĩ ũndũ mũrĩa thomithĩria ira wakati tulikuwa kule Kenyatta. Wendi witũ na wendi wa kamĩtĩ ĩno na atongoria na bamĩrĩ na arata tũrendaga tũiũke na Betina gũtware Ribaro, no kĩimba nĩ kĩaragia kĩraugire tũtiroima gũkũ rũciũ mũkandokera nĩgetha mũthingĩ wĩ mbere mũkoragwo naguo. Haya ndaigũka ndĩroria ĩkumbe mwĩrĩ wa mũndũ no ũgĩe ĩhĩ. Ndĩrenda time yanyu, commitment of time, pesa, sacrifices of money, energy, prayers, tears. Betia komete aratutirie kĩu kĩa hinya. Ndĩrona mũndũ wothe nginya arĩa strong ehanda kũrĩ ciamani kĩgomo na ciamani mbere handũ mehithĩte na nĩ gũkĩgũra tondũ kĩndũ ndikanahithe na makonde parking-inĩ andũ arĩa angĩ othe makũrĩa wondi amarĩrĩ mareranĩre tũkarĩre ngari kadanthi ndamũnire kamera wega mũno makĩrĩa makadĩra ithuĩ kũruga twainũka ndacoka rĩu ngina ndĩramenya ndakinya no nginya nyingĩ thikarĩte harĩa rĩ ndĩrona ndingĩmokĩte ndĩramenya njamba nĩ Beti ũreyaria na andũ ũrĩa tũrarĩ nao. Na reke ngwĩre wega ũikaranie na andũ nĩgetha onawe ũkanenda ona itiatwĩkĩte. Acha nikwambie kama ni wachungaji walikuwa wengi huko na leo walikuwa wengi, na hata mahali tumetoka mahali kulikuwa na maaskofu wengi. Korwo kanua ka mũndũ no gacokie mũndũ muoyo nĩtũngĩrĩte Ngai agũcokie, but what God has done delivers. Kila tũngĩka no kĩndũ kĩmwe, it is only to give a good service. Tũtigĩrĩre nĩtwĩkomĩte ũhoro-inĩ ũyũ, tũrũrena to mobilize about meetings ici cia macakaya nĩgetha ũndũ ũyũ ũkoneka nĩ wa gĩtĩo. Na wĩtĩkia kĩimba nĩkĩarĩkana mũndũ gũkũ nĩaragia rĩ atwandĩkĩte thikũ makĩria ma mũgwanja harĩa tuma na ciama nĩ mũthenya ũrĩa areherwo mabuku ma obici na mbari acainĩre andũ ake maceke wamwe excuse wamwe mũndũ angagĩikare harĩa wale wao itoka hadi tunamshamania ndio wewe utoke na ngoma yako ureke hizo na hizo ndogo na ndio kile na hizo maana wasista wa skin ndio na hizo na hizo hayo kelele leo tunakorota na wewe wakaita mamshamania hiyo na wewe umuwe biashara ndio keruta why tunamshamania tutoka na hizo lakini kama wewe ipo nigenda nikakiana na nyingi ndio na by the way wanakwenda wewe mte ikania na ndio wega. Number 2, make sure ya kwamba ginyagia kehero otherwise wende. My reference thing ya here Reverend Sir akira ugo ya kama makire ujipende na uikaraje wale maisha mara uikare. Neto ikaleta maisha mara muno. What do people say?
watu watasema nini, watu wakiniona watafanya nini, wacha waseme nikiwa nimekula ikarawe gani mekagia maragie rwanga yake kwire ndio mundu gwitu karango asinya blago rari ndari ndio ndio mundu ukate na nikaringa hapo gwitu kaigwo the tore tore karango kwingira no ya kukinya bara ukora kama kwita mara kwani hau kwa mara bara muciane asa ikara wega mwana witu naona turageria kuona mundu na gutithikatina nake just you know those people tore kuria ndo mataraka kwanya kuria ndo maria na mucene na kakwira tihinde moka ina hindi ya Yesu walikuwa kwa maandiko na Yesu ndo wake muhonokania amujagia meho ni kwa yale mbele kwa ndio nene afarisayo asadukayo na makira paso kana makira na ntomuwe anao makira makogewe kama bakiria tururire ibe tumwate ogwo kwa mbono nginya twagwo kaburi yago ni muthenya ngo ofisi abo katurani wa wandu acio uraga kuhuro ahuro nyikeka yangionekana tutanga huro tofore ana tungatiriri riu ni mego ndo kigwe kama ngiandika ndo na bana cia watu tikurora hata ukiandika nini ona wewe kwenda kuandika urungu wandike baki hatukujali wewe jisumbue tu na huko bwana asifiwe bali kwa ngatiriri in the book of 2 Kings chapter 4 verse 26 run to meet her and ask her, are you all right? Is your husband all right? Is your child all right? Everything is all right. Everything is all right, she said. Verse 27. When she reached the man of God at the mountain, she took hold of his feet. Gehazi came over to push her away. But the man of God said, leave her alone. She is in bitter distress. But the Lord has hidden it from me and has not told me why. Whatever has happened, God has to the making. No reality, no reality. Enda ngogai wekwega na wekuru. We nabia no tari. We muruaru na we muhono. Ukinokenete no kimosha kaite. Ukikara ushama ndio kehujio kimuganda ndio kugia. Na ndio rahujio kilago kumereria. Na kuliko kila tabiri unajioni yake alikuwa 14. Na 27. Peace I give to you. Kila ni atukireire ni amanyirehera neheria angehera neherie kindu kiria kingia gutigagira no thari wake tonyera ni gurabatara kiu no kira batarania wiciana cia beti kuri family ya beti kuri ibe aini atagani ahuri biashara even the committee na muture no guthi na mbere kira tukuoya ngai no kindu kimwe Mungu na kaiweke roho yake mahali hema kule mbinguni kule ile watu ndio cia moyo asige ko ngai toro mradi kama hiyo mwe